Yes, yes. Hello, hello. Nipende kuwapongeza sana wote na rasmi tunaenda kuanza session yetu na kama nasikika naomba ukomenti hapo kama nasikika. Yes, kama nasikika naomba ukomenti hapo ili na kama unanisikia kutokea wapi? Yes, sema hapa nasikika. Super zaidi, super zaidi. Sasa nipende kuwapongeza kila moja kwa kutenga nafasi na huu muda kuja kujifunza namna gani ambavyo ana uwezo wa kuongeza kipato chake, kwa sababu mtu aliyokualika hapa ana lengo moja tu kubwa, namna gani ambavyo una uwezo wa kuongeza kipato uh, ambacho kinachoweza kwenda kukusaidia kutimiza malengo yako makubwa kwa madogo. Na mimi binafsi leo nitakuwa host wa hii training ya leo, na hakika nitaenda kukusii kitu kimoja tu, kwamba hakikisha tunakuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu leo hii nitaenda kushare mambo muhimu ambayo yana uwezo wa kwenda kukusaidia kwenda kuanzisha safari mpya kwenye upande mzima wa maisha yako kwa ujumla. Yes. Mimi nayezungumza hapa naitwa Mr. Emmanuel Kombo na nimemaza tu chuo kikuu cha Dar es Salaam 2020 na by professional na professional ya sayansi ya uchumi, kilimo, maliasili na biashara, lakini kwa sasa hivi nafanya biashara kwa muda wangu wote na nashukuru Mungu. Biashara nimeanza toka 2019, kwa sasa hivi na almost na experience ya miaka 6 toka nianze biashara. Leo hii nitaenda kushare namna gani ambavyo leo hii una uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na ukaenda kuanza safari yako mpya. Yes, nimekuwa nikiwa coach na kuwa mentor vijana namna gani ambavyo una uwezo wa kutumia hii fursa ya biashara ambayo leo hii mtu aliyokukaribisha anatamani na wewe ujifunze kitu ambacho kinachoweza kwenda kubadilisha maisha yako. Na nimekuwa nikiwafundisha vijana namna gani ambavyo una uwezo wa kutransform maisha yako kupitia mitandao ya kijamii huku ukitumia hii fursa zima biashara. Kwa leo hii nitaenda kuzungumza na wewe namna gani ambavyo una uwezo wa kufanya na kuona namna gani ambavyo una uwezo wa kuongeza mkondo wa kipato. So leo hii nipende tuanze kwa swali moja tu ambalo wewe binafsi ningependa ujiulize zaidi. Kitu gani kinachokufanya au kitu gani kinachokusukuma wewe kupambana? Yaani kitu gani ambacho kimekufanya wewe mpaka sasa hivi ukashiriki au ukaja kwenye hii meeting? Au kitu gani kinachokusukuma kila siku wewe kupambana? Kitu gani kinachokusukuma? So kuna mambo makubwa mawili ambayo watu wengi wamekuwa wakiwasukuma. Moja, changamoto. Sasa hivi tunaishi katika dunia ambayo pengine wewe upo chuo, changamoto za ada, changamoto za bumu halitoshi, maisha yale kuaccommodate maisha kila siku bado inakuwa ni tatizo. Pengine wewe ni mwajiriwa, mshahara hautoshi linapokuja swala la kulipa kodi, ada za watoto, majukumu ya kila siku bado inakuwa ni tatizo. So pengine upo kwenye changamoto ambazo unatamani kuongeza mkondo wa kipato, unatamani kupata kitu cha uhakika ambacho kina uwezo wa kukusaidia kuondokana na changamoto. Yes, kuna watu wengine pengine wao hawako kwenye hiyo changamoto, pengine anafanya kazi nzuri au anafanya biashara ambayo inampa kumpa ile kumudu maisha kila siku, lakini inapokuja swala la namna gani anatimiza ndoto zake na malengo yake bado inakuwa ni changamoto. Pengine mishahara ni midogo, pengine bado kipato anachokipata ni kidogo. So kitu gani wewe kinachokusukuma? So chochote kile kinachokusukuma, inawezekana ni changamoto, inawezekana ni malengo, basi hapo huko sehemu sahihi. Leo hii tutaenda kukuonyesha namna gani ambavyo una uwezo wa kutumia vitu vinavyokusukuma kwenda kuanzisha kitu ambacho kinachoweza kwenda kukusaidia kuondokana na changamoto na mwisho siku kwenda kutimiza ndoto zako kubwa kwa ndogo. Na mi nipende kukurudisha kwenye kitu kimoja hivi. Unajua kwamba katika takwimu zinavyoonyesha kati ya 100 watu ambao wanaweka malengo, wanaokaa chini kuandika malengo, kuandika vile vitu ambavyo wanavyovitamani kuviachieve katika maisha yao, ni 5% mpaka 30 tu ambao wanaofanikiwa kutimiza. Sasa kwa nini watu wengi hawafikii hatua ya kwenda kutimiza hayo malengo? Pengine wewe uko hapa, pengine unatafuta ni kitu gani cha kufanya, pengine unapambana kila siku kwenye maisha, kuna malengo na ndoto ulizonazo, kuna hatua ambazo unazofikiria. So inabidi kuelewa kwa nini watu wengi pamoja na kupambana kote huko lakini hawafikii, ili na wewe ujiepushe usije ukaingia katika hilo kundi. So kuna sababu kubwa 3 ambazo nitakaenda kukwambia. Sababu ya kwanza ni watu wanapambana lakini wanakosa ile clear vision na vision ambayo inaambatana na
kitu sahihi au chombo sahihi kinachoenda kuwapeleka katika vision. Ni sawasawa, wanatolea mfano, wewe unataka kwenda labda Zanzibar, then unaenda kwenye stendi ya mabasi kusubiria usafiri wa kukupeleka Zanzibar, kitu ambacho unajua kabisa unapotakiwa kwenda, lakini hauna kitu sahihi ambacho kina uwezo wa kukufikisha. Na ndivyo ilivyo kwenye mfumo wetu wa maisha kila siku. Kuna watu wanawaza kufanikiwa kwenye maisha. Kuna watu kuna standard fulani vya maisha mtu anatamani kumiliki gari zuri, anatamani kuwa na uhuru wa kipato, kuwa na uhuru wa muda, lakini anakosa kitu cha kufanya. Pengine kitu anachokifanya akimpelekei yeye kumfikisha huko, na kwa bahati mbaya zaidi, kwa sababu ya kuishi katika hayo mazingira, kuna muda unafikia mtu unajisahau, una relax, na mwisho wa siku unajikuta ni ngumu kufikia kule ambako unapopahitaji. Lakini moja sababu nyingine ni uoga, fear. Kuna watu ambao wanakutana na fursa sahihi, kuna watu wanakutana na vitu ambavyo vina uwezo wa kuwa transform kwenda kwenye level nyingine, lakini kulingana na uoga, kulingana labda ashawahi kufanya kitu akafeli, au kulingana na mazingira yoyote yale, watu wanaomzunguka wanamfanya, au yeye mwenyewe anajiweka katika mazingira ya uoga. Wanakwambia fear ni either forget everything and learn, au face everything and lies. So chochote kile ukihitaji kupiga hatua kwenye maisha, hakikisha unaondoa uoga. Uoga ni kitu ambacho kinaua ndoto za watu wengi zaidi, na mimi naamini wewe mpaka kuja fika hatua hii ya kuja kujifunza, meaning kwamba unaanza kupiga hatua, kwamba unaanza kuondoa ule uoga. So make sure mpaka hatua ya mwisho unaenda kuvunja ule uoga na unapata nguvu ya uthubutu ili kwenda kuanza safari yako. Lakini kitu kingine ambacho kinachowafanya watu wengi zaidi washindwe kutimiza ndoto zao, washindwe kupiga hatua katika maisha yao, pamoja na opportunity ambazo wanakutana nazo, ni sababu, excuses. Kuna watu wengi wanapotaka kufanya jambo, sababu kila siku, kwamba mi pengine ni mwanachuo, masomo yangu yamenibana, au mi ni mwajiriwa, sina muda, sina mtaji, sijui, sifahamiani na watu, sijui namna gani ya kuuza. Sababu nyingi ambazo zinawapelekea wasifanye au washindwe kuanza, thasi wanajikuta katika mazingira fulani, wako katika sehemu moja. So wewe unayetamani kupiga hatua, unaotamani kumove kutoka sehemu moja kutoka sehemu nyingine, make sure unaondokana na hicho kitu na unahakikisha unajiweka katika mazingira mazuri. So unachotakiwa kukifahamu ni nini? Why tunazungumza haya? Kwa sababu asilimia kubwa ya mafanikio imebebwa na mtazamo wako. 20% imebeba na skills na ujuzi. Pengine unaweza kuwa na elimu kubwa, lakini haimaanishi wewe ndio sababu kubwa ya kufanikiwa. Hapana, ule mtazamo wako sahihi kuelekea kwenye vitu unavyovifanya, kuelekea kwenye malengo yako, yanaweza kukuchangia kwa kiasi kikubwa wewe kufanikisha. Kwa meaning kwamba unachotakiwa kwa sasa hivi ni kufungua ufahamu wako, kufungua ubongo wako, ili uanze kujifunza vitu vipya na uanze kupractice vitu vipya. Nakwambia, mjinga wa karne ya 21 si yule ambaye hajui kusoma na kuandika. Hapana, ni yule ambaye hataki kujifunza, hataki kuondoa vitu alivyowahi kujifunza, na hataki kujifunza vitu vipya. Na nashukuru kwamba mtu mpaka umefika hatua hii, wewe sio mjinga wa karne ya 21, kwa sababu tayari usha open mind ili kuja kujifunza namna gani ambavyo una uwezo wa kupiga hatua na kubadilisha maisha yako. Pengine wewe bado upo kwenye situation ambayo unawaza, unatafuta fursa gani ambayo unaweza kufanya kwa muda wako wa ziada pasipo kuathiri shughuli yote. Pengine bado una hofu kwamba natamani kuanza biashara, lakini wateja nitawapata wapi? Na nitafanyaje? Nitauzaje? Leo nitaenda kujibu maswali yako. Pengine wewe ushawahi kufanya biashara yoyote ile ikafeli kwa namna moja ama nyingine, una ule uoga, unaona nini ambacho unaweza kufanya. Leo hii nitaenda kujibu hilo swali lako. Pengine bado unajiuliza ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya pasipo kuathiri shughuli zako, eza masomo yako, eza kazi yako, na ukatengeneza kipato kikubwa pasipo kuhitaji usimamizi mkubwa. Leo nitaenda kukuonyesha namna gani ambapo una uwezo wa kuanzia, na leo hii mimi nitaenda kukusaidia na kukuonyesha kitu kimoja tu, ni kufanya maamuzi. Kwa sababu kwenye maisha ya kila siku ambao tunayafanya, kila siku tunafanya maamuzi, na maamuzi, yapo maamuzi ambao una uwezo kuyafanya baada ya muda fulani ukajishukuru kulingana na maamuzi hayo, au unaweza ukafanya maamuzi baada ya muda ukajutia kulingana na hayo maamuzi. So leo hii nitaenda kukuonyesha namna gani ambavyo una uwezo wa kuanza kufanya maamuzi sahihi katika maisha yako ya kila siku, ili mwisho wa siku uje ujishukuru. Wanakwambia hivi tulivyo ni matokeo ya kila siku ya maamuzi yetu ya kila siku, and that's why lazima tuwe makini. Sasa
Kabla hatujaenda kuzungumzia nini ambacho tuna uwezo wa kukifanya katika hii dunia sasa hivi, lazima tuelewe kwamba dunia inabadilika na dunia inaenda kwa kasi zaidi, na kwa sababu dunia inavyobadilika, kuna mifumo ya sasa hivi ya kiteknolojia AI ambayo inakuja kureplace vitu vingi zaidi. Leo tuna mfumo wa artificial intelligence ambayo inafungua fursa kubwa, lakini bado inaleta changamoto kubwa zaidi. Leo hii tunaona watu wengi zaidi ambao wanavyopoteza kazi. Kisa hii teknolojia tu kukua, kuna watu wanapoteza kazi, na inapelekea mazingira ya ajira kuwa ni changamoto zaidi. Leo ajira sio tena ni changamoto tu ya Tanzania, ni changamoto ya kidunia. Wanavyo wengi wanamaliza chuo, lakini nafasi za kazi ni ndogo zaidi, na kwa maana hiyo pengine mtu unakuta upo chuo unajiuliza, sasa hivi nasoma, ni kivipi ambapo nitakavyomaliza nitaenda kufanya kazi gani? Leo hii kuna wanachuo wengi ambao wako chuoni lakini hawana matumaini, wana hofu ya maisha baada ya kumaliza chuo. Yes, leo hii una uwezo wa kuanza mfumo wa biashara ambao nitaenda kukuelekeza na ukahakikisha unatoka katika haya mazingira ya kuhofia kukosa kazi. Unamaliza chuo still bado unakuwa na uhakika wapi unapoenda. Leo hii changamoto ni kipato. Yaani sasa hivi ukimgusa kila mmoja, au ameajiriwa au anafanya biashara zake zingine, wanakwambia mshahara utoshi au kipato ni kidogo. Pesa imekuwa ni tatizo. So tunafanya nini? Kuna watu ambao wapo kwenye ajira, swala jema zaidi, lakini wanalalamika mishahara ni midogo. Yes. Sasa nini ambacho kinachotokea? Mtu anabidi sasa aishi kwa madeni, kopa hapa lipa hapa, kopa hapa lipa hapa. So leo hii una uwezo wa kuondokana katika hizi changamoto. Pengine umekuwa umestruggle kwa muda mrefu, mishahara midogo, kipato kidogo, na unaangalia ni kitu gani ambacho unaweza kufanya kwa muda wako wa ziada ili mambo yaende. Leo nitaenda kukuonyesha namna gani ambavyo unaweza kufanya na ukatoka katika hizo changamoto. Na pengine wewe uko kwenye shughuli zako, lakini ile job security, yale mazingira ya uhakika. Sasa hivi tunaona leo hii mtu anaweza kuwa na kazi asubuhi, jioni hana kazi. Then maisha yanakuwaje? Una majukumu, una familia. So leo hii una uwezo wa kuanza biashara hii ambayo tutaenda kukuelekeza kwa ajili ya kusecure maisha yako. Hata kama ukipata changamoto yote kwenye biashara zako au kwenye vitu vyako vingine vyote unavyofanya, iza ajira yako, still bado una biashara nyingine pembeni ambao una uwezo wa kumudu na kuendesha maisha yako. Yes, leo hii tunazungumza, tupo katika karne ambayo gharama za maisha zimekuwa ni kubwa zaidi. Linapokuja suala la kumudu baadhi linapokuja suala la baadhi ya vitu, imekuwa ni changamoto. Saving leo hii tuna approach kuelekea mwisho wa mwaka. Hebu tujiulize, mpaka sasa hivi umesave kiasi gani? Yaani ukiangalia kwenye saving account yako una kiasi gani? Unajikuta kipato na kitengeneza, lakini majukumu ni makubwa, inakuwa ni changamoto kusave. Pengine lengo lako ni kufanya saving. Retirement, pengine upo kwenye ajira au pengine umeanza kupambana, unawaza ulitai katika umri mdogo, au unawaza maisha yako pindi ambapo unafikia umri fulani yatakuwaje. Gharama za kodi, gharama, mtu anatamani kujenga, mtu anatamani kufanya vitu tofauti tofauti, uwekezaji, kumiliki usafiri wake, bado zimekuwa zikileta changamoto hapa na pale. So una uwezo wa kuanza kuona namna gani ambavyo una uwezo wa kuondokana na hizo changamoto, na leo nitaenda kukuonyesha namna gani ambavyo una uwezo wa kuwa sawa katika maeneo yote hayo, na mwisho siku ukahakikisha unasimama vizuri. So mi nataka nizungumze kitu kimoja. Wanakwambia ujasiriamali ni ile hali ya kuweza kutatua changamoto iliyopo kwenye jamii at the profit level. So ili uweze kufanikisha ndoto zako za kusimama kama mjasiriamali, lazima ujue namna gani ya kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii inayokuzunguka at the profit level. So leo hii tunazungumza kwamba changamoto gani iliyopo kwenye jamii. Kuna changamoto kubwa mbili. Changamoto ya kwanza ni afya. Leo hii tukiangalia magonjwa ambayo yanayosababisha vifo kwa watu wengi zaidi ni magonjwa ambayo si ambukizi. Ukiangalia hii takwimu ya Shirika la Afya la Dunia, hapa utagundua karibia magonjwa yaliyoko hapa yote yanasababishwa na mfumo tu mbovu wa maisha na vyakula tunavyokula kila siku, mfumo mbovu wa mmeng'enyo wa chakula na mfumo wa maisha kwa ujumla. Sasa vitu ambavyo vinavyosababishwa na sisi wenyewe, and that's why hii inafungua fursa pia pembeni, namna gani ambavyo tuna uwezo wa kujikita katika sekta nzima ya afya, na hii inafungua kwamba afya ni sehemu na ni sekta kubwa nzuri ambayo mtu una uwezo wa kufanyaje, kuwekeza. Sasa leo tukizungumzia kwamba uko katika hayo mazingira,
Upo aidha wewe ni mwanachuo, aidha wewe ni mwajiriwa, unatamani kubadilisha maisha yako. So unachokihitaji ni nini? Unachokihitaji kama mwanzo nilivyozungumza, unachokihitaji ni kubadilisha mtazamo. Unachokihitaji ni kufanya maamuzi ya wewe kuanza kuwa mjasiriamali. Yes, una uwezo wa kuanza kuwa mjasiriamali na kuanza kuanzisha biashara katika mtaji ulionao. Tukaanza kufanya kazi pamoja, ukaanza kutengeneza kipato na ukaanza kuenjoy vipato ambavyo unavyoenda kuvitengeneza. Na siku zote mtu akitaka kufanya biashara huwa kuna maamuzi ya aina mbili mtu anayafanya. Kuna maamuzi ambayo yana base katika passion yake na kuna maamuzi ambayo yana base katika tafiti za kimasoko. So kwa bahati mbaya zaidi watu wengi wakifikia hatua ya kujiajiri au hatua ya kufanya biashara, afanye biashara gani? Watu wengi wanafanya biashara kulingana na passion yake, kwamba yeye pengine ana passion ya kuuza nguo, ana passion ya kufanya biashara fulani. Sasa swala kujiuliza, je, kwa wakati huo soko linahitaji nini? Je, ni kitu gani ambacho unatakiwa jiulize ukikifanya leo, baada ya miaka 10, 15 hicho kitu kitaendelea kuwepo na kitakuwa kwa ukubwa zaidi. So mimi nitakushauri kitu kimoja, maamuzi siku zote tunafanya kulingana na dimandi, soko linahitaji nini. Na kiukweli soko sasa hivi lipo kwenye afya na mwonekano. Soko kwa sasa hivi linakuwa kwa kasi, kama nilivyozungumza mwanzo hapo. Kuna changamoto kubwa mno ambazo zinazotokana na mfumo mbovu wa mmeng'enyo wa chakula na mfumo wa maisha kwa ujumla. Leo hii kila siku asubuhi na jioni ukipita, kuna watu wanafanya mazoezi, kuna watu wako aware na afya zao. Leo hii soko la mwonekano ni kubwa mno, watu wanatamani kuonekana vizuri. So hata wewe una uwezo wa kujikita katika hiyo industry na ukaweza kuboresha kipato chako, huku ukiwasaidia watu wengine kuboresha afya zao na mionekano yao, na huku wewe mwenyewe ukifanya hivyo. Sasa yes, dunia imebadilika kwa kiasi kikubwa zaidi. Dunia imebadilika, na hii kubadilika kwake kunafungua opportunity kubwa zaidi ya vitu kubadilika. Nitaenda kukutolea mfano. Leo hii tuna mitandao ya kijamii. Mimi na imani we mwenyewe hapa ulipo unanisikiliza kupitia tu simu yako. Mimi ninavyoongea nipo ofisini, nipo hapa Dar es Salaam Victoria. Sijajua unanisikilizea kutokea wapi. Lakini imagine kupitia mitandao ya kijamii tuna uwezo una uwezo wa kusikiliza, kuattend session, ukasikiliza na ukaona kile kinachoendelea. Sasa hii kuonyesha kwamba nao dunia imebadilika. Sasa kwenye mitandao ya kijamii kuna makundi 4 ya watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Sasa wewe jiulize, uko katika kundi gani? Kundi la kwanza ni kundi la ambao watu wanaotumia mitandao ya kijamii just kwa ajili ya kupata taarifa. Yani meaning kwamba yeye anatumia tu mitandao ya kijamii just kwa kupata tu taarifa. Kundi la pili ni kundi la watu ambao wanaotumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya fani na kupata tu udaku, kwenda mtu ana scroll kuanzia asubuhi mpaka jioni kufuatilia vitu ambavyo pengine havimsaidii kumtengenezea kipato chochote kile au add value katika maisha yake, ni just for fun tu. Sasa wewe jiulize, unatumia mitandao yako Instagram, Facebook kwa ajili ya nini? Then kuna kundi la tatu la watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujenga brandi na kutengeneza kipato, aidha kupata wateja ili kugrow biashara zao. Sasa hawa ni watu ambao wanatengeneza vipato kupitia mitandao ya kijamii. Wanatoa tu Instagram, Facebook na mitandao mingine ya kijamii na wanawaconvert, mwisho siku wanakuwa wateja wao na wanatengeneza kipato. Sasa wewe jiulize, unataka kuwa katika kundi gani? Na sasa hivi upo katika kundi gani? Then kundi la mwisho ni kuna watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii kama sehemu ya kuconnect na kutengeneza mahusiano katika fakta zao tofauti tofauti. Sasa wewe jiulize, upo katika kundi gani? Leo hii mimi nitaenda kukuonyesha namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii kwenda kuadd value katika maisha yako, kwenda kujenga brandi yako, kwenda kujenga biashara yako, biashara na kutengeneza kipato kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Na hivi tunavyozungumza, kwa nini wewe tunazungumza kwa wakati huu? Kwa sababu hapa mbele yako hapa mbele yako una nafasi kubwa 3. Huwa nasema kuna nafasi kubwa 3. Why sasa hivi na why unaisikiliza sasa hivi? Kwa sababu kubwa 3. Cha kwanza, mbele yako kuna business opportunity ambayo ina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Nitaenda kukuelekeza ni aina gani ya business opportunity au aina gani ya biashara ambayo ina uwezo wa kwenda kubadilisha maisha yako. Lakini mbali na kupokea opportunity ya biashara ambayo una uwezo wa kuifanya kwa muda wako wa ziada au muda wako wote, lakini inakuruhusu kutumia mitandao ya kijamii katika kuikuza hiyo biashara yako. Then na jambo la 3, unapata nafasi ya kupata sapoti
yani support structure ya kujenga biashara yako, namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii katika kujenga na kukuza hiyo biashara yako. So hivi vitu vitatu, combination ya vitu vitatu, yani vinakufanya hata kama haujui chochote, hata kama uko busy kiasi gani, uweze kupata nafasi ya kwenda kubadilisha maisha yako kupitia hii fursa zima ya biashara. Na pengine utakuwa unajiuliza kivipi? Leo dunia kama nilivyozungumza imebadilika sana 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 kupitia mitandao ya kijamii. Mimi nataka tusikilize, kuna hii speech mahojiano moja, Oscar mtangazaji alikuwa anazungumza, yeye anatengeneza kipato kikubwa zaidi kupitia akaunti yake ya Instagram kuliko hata mshahara anaoupata. Kwa meaning kwamba hata wewe ni mwajiriwa, wewe ni mwanachuo, una uwezo, tuna uwezo kwenda kukufundisha namna gani ambavyo una uwezo kuanza hii biashara ambayo naenda kukuelekeza, na ukaweza kutumia mitandao yako ya kijamii na ukatengeneza kipato kizuri. Hebu tumsikilize, ni sekunde chache tu hapa, kuna kitu utakipata. Mimi kama Oscar mimi natengeneza pesa nyingi nje ya mfumo. Tena ngoja niseme, mimi natengeneza pesa nyingi Instagram kuliko mshahara wa Wasafi Media. Yeah, that's true. Yani kwa kuanzia tukuiweka clear, mimi natengeneza pesa nyingi Instagram peke yake kuliko mshahara wa Wasafi Media. Umetumia unanielewa? Sasa yes. Vijana wenzetu, hii mitandao ya kijamii kazi ni kutukana, kuchamba, kudhalilisha watu. Unanielewa? Badala ya kuteka advantage ya kutengeneza pesa. Kwa hiyo kuna namna, hatusemi kwamba opportunity kitokea, wewe daktari umeajiriwa ukatae ajira. No, nenda pale kafanye kazi. Lakini kwenye dunia hii ya kidijitali kuna pesa nyingi sana ziko nje ya mfumo rasmi. Watu wakijua kama huku kuna pesa nyingi za Yes, nilikuwa nataka upate tu just hiyo kwamba leo hii kuna watu ambao wanabadilisha maisha yao kupitia mitandao ya kijamii. Sasa utakuwa unajiuliza kivipi? Nitaenda kukuelekeza. Hebu imagine hii hapa nimeweka screen record hii hapa, unayoiona hii hapa. Hii hapa ni screen record ambayo ni mteja hapa alinitafuta, alinitafuta kupitia tu Instagram, nikamtumia maelezo, nikamtumia link ambayo akaenda kupitia bidhaa zetu tulizonazo, huduma kwa ujumla. Moja kwa moja hapo akasema naomba niletee hiyo package ya kiasi fulani. On the immediately nikatengeneza kipato. Imagine mtu from social media, hata sikufanya naye mazungumzo makubwa, alinitafuta, nikamwelekeza, nikampa utaratibu, kasoma, kapitia, akasema okay, nahitaji, niko Kigamboni, naomba niletee hiyo package. Kafanya manunuzi ya package ya 400,000 na shilingi 20,000. Imagine. So hata wewe kupitia mfumo mzima wa biashara ambao nitaenda kukuelekeza, tutaenda kukuonyesha namna gani ambavyo una uwezo wa kufanya. Si hivyo tu, wapo watu mbalimbali. Hii unavyoiona hii hapa, unatengeneza pesa nyingi. Unavyoona kuna mauzo mengi ambayo huwa yanafanyika kupitia mitandao ya kijamii. So leo hii hatupo kwenye dunia ambayo una haja ya kuhofia kwamba wateja na wapata wapi, sijui sina watu na wafahamu. No. Leo uwe tayari kujifunza na tutaenda kukuonyesha. Leo hii nilifanya mauzo, hii ni just tu miamala ambao niliweka hapo. Nilifanya almost mauzo ya 800,000, mtu alilipia on the spot, mtu tu ambaye nilikutana naye kwenye mitandao ya kijamii. So why na kuonyesha hivi, ni just kukuonyesha kwamba hata wewe huna haja ya kuhofia sijui wateja unatoa wapi au inafanyikaje. No, leo hii ni wewe, utayari wako tu wa wewe kujifunza na kuanza. So ningependa kuonyeshe namna gani ambavyo hivi vitu vinafanyika. So wewe sio mtu wa kwanza ambaye utakayekuja kutengeneza au kunufaika na hii biashara kubadilisha maisha yako. No, kuna watu wengi zaidi ambao wamebadilisha maisha yao kupitia mfumo mzima wa biashara. Kuna someone in my team, ni kijana tu amemaliza chuo, kwa bahati mbaya zaidi akupata nafasi ya kazi, lakini alipata nafasi ya kujitolea. Akajitolea ndani ya miaka 2 kwa kutegemea kwamba kuna siku ataajiriwa. Miaka 2, kuna muda ilihitajika afanye kazi zingine
vibarua ili apate nauli ya kwenda sehemu ambapo anajitolea. Siku moja nilivyokutana naye nikamwelekeza kuhusiana na biashara, nikamwelekeza kuhusiana na mfumo mzima, namna gani ambavyo na yeye ana uwezo wa kuanza kusimamisha maisha yake. Akapenda, akaanza biashara. Leo hii anatumia, akafundishwa namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii. Leo hii anajenga brand yake kubwa, imagine our followers, anatengeneza kipato chake just kupitia mitandao ya kijamii. Watu wanawapata huko, wanamtafuta ndani na nje ya Tanzania, na anafanya biashara. So hata wewe una uwezo wa kuanza, na tutakuonyesha, tutakuongoza. Kuna mwingine hapa yupo in my team, kijana tu kamaliza diploma hapo chuo cha ustawi wa jamii, na yeye akaamua kujikita kwenye upande mzima wa kushare maudhui kwenye upande wa TikTok. Akawa anapata watu ambao au watu anakuja kuelezea kuhusiana na biashara, anafanya nao kazi. Mwisho siku anajenga biashara ambayo kuna mwezi alilipwa wasta, alitengeneza kipato wastani wa milioni 1.4 just tu kujenga biashara ambayo watu wanakuta connect nao kupitia TikTok. So why na share hivi vitu vyote? Najua kila mmoja hapa ana smartphone, kila mmoja ana mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok. Una uwezo wa kutumia hiyo mitandao ya kijamii kwa chini ya mwongozo ambao tutaenda kukuongoza, na wewe ukaenda kubadilisha maisha yako na ukaenda kutimiza malengo yako. Na sio hivyo tu, kuna watu mbalimbali, kuna waajiriwa. Kuna huyu dada anaitwa Teddy. Kipindi yeye anakutana na hii biashara, changamoto yake kubwa ilikuwa ni kufanya saving. Alikuwa ni mwajiriwa na mpaka sasa hivi ni mwajiriwa. Kwa hiyo akapenda, akaanza biashara, na lengo lake la kwanza ilikuwa ni kufanya saving. Mwaka wake wa kwanza kafanya saving kupitia mauzo ya hizi bidhaa ambazo nitaenda kukuongoza na kukuonyesha. Akasave milioni 10. Mwaka wake wa pili, wa tatu akanunua gari. So kila kitu kinawezekana. Leo hii hajaacha kazi yake, anaendelea na kazi yake, lakini anafanya hii biashara kwa muda wake wa ziada, na anauza sana kupitia kupitia hizi bidhaa. Wapo watu wa kawaida ambao wameweza kutransform maisha yao kupitia huu mfumo mzima wa biashara ambao tutaenda kukuongoza. Hii inakwambia nini? Hii inakwambia kwamba haijalishi upo katika mazingira gani, haijalishi una ujuzi, haijalishi una status gani kwa sasa hivi, lakini once ukifanya maamuzi sahihi, leo hii una uwezo kubadilisha maisha yake. Mimi nakumbuka huyu kijana anaitwa Tyson. Nilienda Mwanza ilikuwa ni 2022, nikakutana naye na niliposti tu Instagram kwamba kama kuna mtu ambaye anatamani kuongeza kipato chake cha ziada kwa muda wake wa ziada, let's connect. Na akanitafuta kipindi kwa Mwanza, alikuwa ni mwendesha bodaboda tu, bodaboda. Nikakutana naye, nikakaa naye chini, nikamwelekeza biashara. Baada ya kumwelekeza biashara, alikuwa na hofu vitu vingi zaidi, lakini alifanya maamuzi, akaanza biashara. Tukamfundisha namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii na namna gani ya kujenga hii biashara kupitia njia mbalimbali ambazo tunazozitumia. Leo hii tunavyozungumza ni mtu ambaye anajenga biashara yake. Imagine ashaacha kazi yake ya bodaboda, nao anafanya biashara full time. Amesafiri sana kupitia hii biashara na anaendelea kujenga vizuri hii biashara. Kuna mwezi alitengeneza faida nje tu na bonus aliyolipwa. Hii bonus ni kama 4,15,000, lakini alitengeneza faida ambayo nje na hii bonus wastani wa 800,000 ndani ya mwezi mmoja, kukamilisha kipato almost karibia cha milioni 1. Mtu tu ambaye alikuwa anaendesha bodaboda, leo hii anafanyia kazi malengo makubwa. Leo hii ana ndoto kubwa. Leo hii anapata ujasiri wa kuwaza vitu vikubwa zaidi kwenda mbali, kwa sababu ana kitu sahihi, ana veko sahihi. So leo hii nikukumbushe tu kitu kimoja, tunaishi katika dunia ambayo inaenda kwa kasi zaidi. Zamani kuna baadhi ya biashara ambazo zilikuwa ukizifanya zinakusababisha ufanikiwe zaidi. Leo hii hivyo vitu havipo. Hebu imagine zamani mtu internet cafe ilikuwa inafanya vizuri zaidi. Ukifungua internet cafe unatengeneza pesa. Leo hii imagine kila mtu ana internet kwenye simu yake. Kwa hiyo pengine una uwezo kuwa unaishi kwa sasa hivi, lakini una mawazo ya zamani, unahitaji kuyaondoa na kujifunza vitu vipya kulingana na mabadiliko ya teknolojia. Yes, utakuwa unajiuliza sisi tunafanya biashara gani? Na wewe ukasema kwamba okay, nataka kufanya biashara. Hiyo ni biashara gani? Yes. Sasa sisi tunafanya biashara ambayo haitumii mfumo wa usambazaji wa kawaida. Nitaenda kukueleza kwa nini. Mfumo wa kawaida wa usambazaji upo hivi. Leo hiyo ukitaka kuanza biashara yote ya kawaida, lazima kuna hapa mfumo utautumia. Kuna msambazaji mkubwa, kuna producer, muuzaji, mzalishaji, then kuna msambazaji mkubwa, then kuna muuzaji wa jumla, then kuna yule ambaye anauza rejareja. Sasa katika huu mfumo wa kawaida huu, meaning kwamba kila mmoja huwa anapata nafasi ya kugawana faida kidogo kidogo. Elewa, faida kidogo kidogo. Na
Kosti za uendeshaji wake ni mkubwa, na ndio maana kila mmoja anapata nafasi ya kugawana faida kidogo kidogo. Sasa kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba ili kufanikiwa katika huu mfumo, lazima at least wanaofanikiwa ni wale hapo ambao wana deal na madistributor wakubwa au watu wa uuzaji wa jumla. Why? Kwa sababu faida ni kidogo, lakini yeye anakuzia mzigo mkubwa, kwa at least kuna faida anaiona. Lakini hawa wauzaji wa rejareja inakuwa ni changamoto mno kuona ile faida, na ndio maana unagundua kwamba wewe piga tathmini katika jamii yako. Kuna watu wengi ambao wanaanza biashara, baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili anabadilisha biashara, anaacha hii anaingia nyingine. Shida sio kubadilisha biashara, shida ni mfumo, na kulingana na mtaji wako ulionao ndio una uwezo kuingia katika hizo. Kama una mtaji mkubwa unaweza kufanya hii hapa, lakini unakuta watu wengi wana mitaji mkubwa, kwa sababu kufanya tu corporate hizi ni zaidi ya mitaji iko milioni 30 40 kwenda juu, unaona sasa, ambao sometimes kwa watu wengine inakuwa ni changamoto, lakini bado unaweza kufanya hivyo, lakini bado biashara yako isiyo na uhakika kusimama, kwa sababu ina lot of stuff ambayo unaingia humo. Sasa watu wengi wanajikuta wana mitaji ile ya kawaida tu chini ya milioni 30, wanaanza hapa ambapo bado wanapata ushindani mkubwa, na mwisho siku inakuwa ni changamoto. Ndio maana huu mfumo sio kila mmoja ana uwezo kufanya, kwa sababu it's too expensive kulani. Unahitaji matangazo makubwa, unahitaji gharama kubwa zaidi, na still ni mfumo ambao bado haukugarantii wewe kukutoa sehemu moja kwa sehemu nyingine, kwa sababu ndani yake una vitu vingi kwa kisha unasimama. So ni mfumo ambao kwa sasa hivi umepitwa na wakati. So nowadays kuna mfumo mpya ambao una uwezo wa kufanya na ukakusaidia wewe kupiga hatua zaidi. So huu mfumo ni mfumo gani? Ni mfumo ambao unaitwa new business model au network marketing business au team marketing, whatever utakavyoita. Ni mfumo mpya wa kisasa wa usambazaji wa bidhaa. Huu mfumo unafanyikaje? Huu mfumo unahusisha mzalishaji na wewe distributor ambaye unawasambazia watumiaji wa mwisho. Kwa meaning kwamba kule ambapo kungekuwa kuna chain kubwa, huku wewe unasimama as individual, una partnership na kampuni, unachukua bidhaa moja kwa moja kwenye kampuni, unaenda kuwafikia watumiaji wako wa mwisho. So faida yake ni nini? Faida yake ni kwamba inakupa nafasi ya wewe kuwafikia wateja wako, na kwa sababu inawakata wale middlemen, unapata chance ya kutengeneza kipato kikubwa zaidi. Na uzuri zaidi ni mfumo ambao kila mmoja ana uwezo wa kufanya. Kila mmoja ana uwezo wa kufanya. Ni mfumo ambao una uwezo wa kufanya, na ni mfumo ambao unahusika tunaita month na recommendation. Kila mmoja hapa kwa namna moja ama nyingine, huu mfumo wote unatumia katika maisha yetu kila siku. Hebu fikiria, kila siku ni watu wangapi ambao unawarecommend watu bidhaa fulani? Pengine umeenda duka fulani, umependa huduma yao, ukamwambia sehemu fulani wanauza nguo fulani nzuri sana zenye material nzuri. Huyo mtu anaenda pale anafanya maamuzi, au saluni au chakula. Ni mara ngapi ambao unawarecommend watu wenzako wakafanya kitu fulani, lakini wewe haunufaiki katika hiyo channel? Sasa meaning kwamba kwenye hii biashara ni kwamba chochote unachokishare wewe unakuwa mnufaika wa kwanza. Kwa hiyo ni mfumo ambao kila mmoja ana uwezo wa kufanya, kwa sababu ndio mfumo ambao kila siku tunaufanya katika maisha yetu. Lakini vile vile inakupa nafasi ya kutengeneza faida nzuri, lakini unapata vipato vya aina mbili. Unapata profit baada ya kuuza product, lakini unapata bonus ambayo unalipwa moja kwa moja kwenye kampuni. Yes, na huu mfumo si mgeni. Ni mfumo ambao uko recommended na watu wakubwa, umekuwa recommended na watu mbalimbali. Kuna vitabu na makala mbalimbali ambazo zimeandika kuhusiana na biashara mtandao. Sad enough, kuna watu wengi wanafanya concept za network marketing. Network marketing maana yake ni biashara ya mtandao ambayo inakufanya wewe kuwa una uwezo wa kuchukua bidhaa moja kwa moja kwenye kampuni na kumfikishia mtumiaji wa mwisho. Lakini vile vile kuna kitabu kimoja kinaitwa The Business of 21st Century, ameandika huyu Robert Kiyosaki, na imeonyesha namna gani ambavyo ni biashara ambayo ni ya karne ya 21. So tukiwa tunajifunza, tutaona namna gani ambavyo una uwezo wa kutumia huu mfumo mzima wa biashara kwenda kubadilisha maisha yako. So why hii biashara ni muhimu kwako, na why hii biashara ina uwezo wa kutransform maisha yako? Kwa sababu ni biashara ambayo una uwezo wa kuanza biashara kwa mtaji wa kawaida kabisa. Yaani chini ya milioni 2 una uwezo wa kuanza hii biashara. Ni mtaji ambao ni wa kawaida sana, kwa sababu ni biashara ambayo una uwezo kuanza kwa mtaji wa kawaida. Lakini vile vile una uwezo kufanya biashara kwa muda wako wote au kwa muda wako wa ziada.
Kwa hiyo haijalishi wewe pengine ni mwanachuo, haijalishi wewe pengine ni mwajiriwa, haijalishi pengine una vitu vyako pembeni, una uwezo kufanya biashara kwa muda wako wote au muda wako wa ziada na pasipo kuathiri shughuli zako. Lakini katika kitu ambacho ni cha msingi na cha muhimu zaidi ni utapata free mentorship and coaching. I say watu wengi zaidi wanafeli katika vitu wanavyofanya kwa sababu hawana mwalimu, hawana mwongozo, hawana watu wa kuonyesha kanyaga hapa, fika hapa. Uzuri wa hii biashara, ukianza biashara, watu waliofanikiwa watakuongoza, kanyaga hapa, shika hapa. Kwa haijalishi pengine hauna ujuzi, pengine haujawahi kufanya biashara, pengine wewe ndio mara yako ya kwanza umekutana na mfumo mzima wa biashara, hauna haja ya kuhofia, kwa sababu utapata mwongozo kutoka kwa watu waliofanikiwa na wewe ukaweza kupiga hatua kubwa na nzuri zaidi. Lakini vile vile ni mfumo mzima wa biashara ambao unakuruhusu kutengeneza kipato chochote kile unachokitamani katika maisha yako. Kwa haijalishi malengo yako ni makubwa kiasi gani, kupitia mfumo mzima wa biashara una uwezo wa kupiga hatua. So unachokihitaji ni nini? Unachokihitaji ni kubadilisha mtazamo wako, kwa sababu once ukibadilisha mtazamo wako, obvious maisha yako yatafanyaje? Yatabadilika. Na mimi leo hii nitaenda kukutambulisha one of the amazing and the best company ya network marketing ambayo inaitwa Forever Living Product. Na yote haya ninayazungumza na mtu aliyokualika, amekualika kwa sababu anajua amepartnership na kampuni ambayo ni imara na ambayo ina uwezo wa kukusaidia hata wewe kwenda kubadilisha na kuachieve malengo yako, na nitaenda kukueleza kwa nini. Forever kwanza ina zaidi ya miaka 45 toka uwepo, kwa meaning kwamba ina experience toka ianzishwe. So mimi na wewe hatuji kuijaribu kwamba hii biashara inafanya kazi au ifanyi kazi. No, kwa zaidi ya miaka 45 imekuwa ikiwasaidia watu wengine kuboresha afya zao na kutransform maisha yao. Na uzuri zaidi ni biashara ambayo imesambaa zaidi ya nchi 167 duniani. Tunazungumzia kwamba imekubalika kuanzia fursa yake na product zake zaidi ya nchi 167 duniani. So ukianza biashara unapata license ya kujenga biashara yako zaidi ya nchi 167 duniani na kupata vipato katika nchi yote ambayo utakaojenga kipato. So hebu imagine unaanza katika mazingira ambayo leo hii unaweza una opportunity ya kujenga biashara ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini kwa ukubwa zaidi headquarters zake ziko Marekani, Scottsdale, Arizona, na ni kampuni ambayo iko private owned na haiendeshwi kwa madeni. Kampuni nyingi huwa zinakufa kwa sababu ya malimbikizo ya madeni, lakini biashara hii kampuni inaendeshwa pasipo madeni, lakini imejikita katika soko la afya na muonekano. Mwanzoni nilikwambia kwamba ukihitaji kufanikiwa au ukihitaji kujijenga, lazima ufikirie ni ufanye biashara gani ambayo huko kwenye jamii yako kuna uhitaji wa kitu fulani au kuna changamoto wa kitu fulani. Sasa hivi changamoto kubwa iliyopo ni afya na muonekano. I say changamoto ni kubwa zaidi. So imejikita katika uzalishaji wa product za afya na muonekano. Kwa wewe una uwezo kuanza hii biashara ukatumia hizo product katika kukujengea biashara yako na kukufikisha mbali zaidi. Na tukiangalia statistics zinavyoonyesha katika mwaka wa 2020 mpaka 2030 product sokoni zinazoongozwa kwa mauzo ya direct mauzo kwa 82% ni ya kwanza ni afya, ya pili ni wellness, ya tatu ni hizi bidhaa za personal cares, ambazo ukiangalia zote hizo kampuni inahusika katika utengenezaji wake na uzalishaji wake. Kwa meaning kwamba una uwezo wa kutumia hizi product katika kukujengea na kukubadilishia maisha yako, kwa sababu ni bidhaa ambazo tayari kwenye soko demand yake ni kubwa. Hauna haja kuhofia wateja na wapata wapi. Wateja always wapo, ni tutaenda kukuonyesha namna gani ya kuwapata. Kwa Tanzania tuna zaidi ya miaka 15 toka 2007 Tanzania, na tuna ofisi, na uzuri zaidi ofisi iko hapa Victoria Makumbusho, jengo moja inaitwa Bulk Tanausi, ghorofa ya pili. Kwa meaning kwamba haufanyi tu biashara ambayo iko hewani, no, ina ofisi na ishoe kushika nafasi ya tatu kwa ulipaji kodi. Imagine. Kwa meaning kwamba inalipa kodi kihalali na inaendesha bidhaa zake zimekubaliwa na mamlaka ya nchi, na East Africa kote ina ofisi. Kwa meaning kwamba unaanza biashara au unasikia biashara ambayo ni ya uhakika, sio biashara tu ambayo ipo hewani, no. Hii inakufanya kukupa imani kwamba huna haja kuhofia kwamba leo na kesho still bado biashara yako itakuwepo na una uwezo wa kujenga na kukuza biashara yako. Na uzuri zaidi imejikita katika uzalishaji wa bidhaa
aloe vera ambayo inatumia species moja inaitwa Aruba badensimila, na ina mashamba makubwa huko Dominican Republic of America. Na hebu imagine, angalia hii video, naipenda sana kwa sababu hii kuonyesha kwamba unachokisikiliza au biashara unayoisikiliza sio biashara tu ya uswahilini au biashara ndogo, no. Ni biashara kubwa ambayo imejiinvest zaidi na inafikiria namna gani ya kusurvive zaidi ya miaka 30 ijayo. Kwa hiyo hii inakuhakikishia wewe mwenye malengo na ndoto kubwa ya kufanya kitu ambacho cha uhakika, ambacho una uwezo kuja kuwalithisha hata watu wako na ukawa vizuri zaidi. So hii biashara imejikita katika usambazaji wa bidhaa za aloe vera, na kwa uzuri zaidi inatumia teknolojia moja inaitwa patented stabilization process ambayo inahakiki ubora na ufanisi wa bidhaa, na ndio maana tumepokea miuli mbalimbali ambayo inayo hakiki ubora na ufanisi wa hii kampuni na uzalishaji wa bidhaa zake. Tunao muhuri wa sayansi wa aloe vera ambao huu muhuri ili upewe lazima umezidi kiwango cha 50% uzalishaji, kiwango cha aloe vera zaidi ya 50%, lakini bidhaa zetu kuna zipo ambazo zinazidi hata hicho kiwango, na ndio maana toka tupewe muhuri hatujawahi kunyang'anywa. Lakini vile vile tuna miuli mbalimbali kama kosher. Wayahudi, watu wenye imani kali, wameapprove kwamba hizi zinaweza zikatumiwa pasipo athari zozote, pasipo anything kinachohusiana na dini no. Mtu yote mwenye Muislamu, mtu yote yule ana uwezo wa kuanza biashara akatumia bidhaa zake na akajenga biashara yake kwa uzuri zaidi. Lakini kwa kubwa zaidi ni member wa DSA, Direct Selling Association. Makampuni mengi ambayo watu wengi wamekuwa wakipata changamoto yanajiita network marketing, but it's not really network marketing, kwa sababu pengine hapa Tanzania hatuna mfumo rasmi wa kukagua na kuhakiki kwamba hii ni really network marketing, is not. So kwa duniani tuna mfumo ambao unaitwa DSA ambayo ni sawa sana TBS, ambao inakagua ubora kwamba hii ni kweli network marketing au is not. Sasa Forever ilitoka ipewe huu muhuri, haijawahi kunyang'anywa kwa sababu ni real network marketing na ni kampuni ambayo kubwa ambayo imekuwa kijenga na kuwasaidia watu wengi zaidi. So hii kupe imani kwamba upo sehemu sahihi na leo hii una uwezo kufanya maamuzi ya safari yako kwa sababu upo sehemu sahihi. Na kwa kufanya hivyo tumejikita katika tuna makundi mbalimbali ya bidhaa. Tuna makundi mbalimbali ya bidhaa ambazo sasa hizi bidhaa ndio wewe sasa soko lipo biashara yako utakapoenda kulalia. Leo hii ukisema unaanza biashara, tunazo makundi mbalimbali ambayo una uwezo kwenda kuyatumia kujenga na kukuza biashara yako. Tuna makundi ya mbalimbali. Tuna kundi la kwanza ni bidhaa za vinywaji, ambao tuna hii hapa bidhaa mama ambayo ni aloe vera gel juice. Hebu waza kimasoko, ni watu ngapi ambao wanapata changamoto za tumbo kunguruma, kujaa gesi, kutopata choo, kupata choo kigumu, watu mbalimbali ambao wanasumbuliwa na vitu tofauti tofauti, watu ambao wana changamoto za joint, mifupa. Tunazo bidhaa nzuri sana kwa ajili yao. Si dawa bali ni virutubisho, kumbuka hiyo. Kwa hiyo watu wengi, utagundua kwamba watu wengi wanatamani kupata, watu wengi wanasumbuliwa na vitu ambao una uwezo wa kurecommend na ukatengeneza soko kubwa zaidi. Lakini tunao kundi la personal cares, kuanzia bidhaa ambazo mtu anatumia kuanzia asubuhi mpaka anavyoenda kulala, sabuni, dawa meno, deodorant na vitu mbalimbali. Imagine tuna hii hapa dawa ambayo ni dawa bora zaidi ya meno ambayo haina kemikali ya fluoride. Imagine ni watu ngapi ambao wanatamani kuboresha afya zao kwa kuzingatia usalama wa afya yao wa leo na kesho yao. Leo hii tunazo bidhaa nzuri sana ambazo zinazopendwa sana. Tunao kundi la skin care, one of the soko ambalo I say ni kubwa mno. Sasa hivi sio tu kwa wadada, hadi wakaka. Watu wengi wanatamani kuboresha ngozi zao. Watu wengi wanatamani kuonekana vizuri. Tunazo bidhaa ambazo zinajali makundi yote, watu wenye ngozi kavu, watu wenye both combination oil skin, dry skin, makundi yote bidhaa zote zipo za ngozi. So wewe unaweza ukasema okay, mimi naanza biashara, nataka ni dili na hili soko la ngozi, na ukafanya vizuri na ukatengeneza kipato chako na mambo yakabadilika. Tunao kundi la bidhaa za nyuki, tunafahamu umuhimu wa bidhaa za nyuki. Tunao kundi jingine nutrition supplement, ambalo hili ni soko lina kundi kubwa mno. Mimi hapa nitakutolea mfano. Hapa kuna masoko mbalimbali, soko la afya ya mwanamke, soko la afya ya mwanaume, changamoto za nguvu za kiume. Hebu imagine, mimi kwa zaidi ya miaka 6 sasa toka nianze hii biashara, nimejikita katika kuboresha afya ya mwanaume. Hebu jiulize, watu wangapi ambao sasa hivi wana struggle kuboresha afya ndoa zao?
changamoto za nguvu za kiume, changamoto mbalimbali, utagundua ni watu wengi zaidi. So tunazo bidhaa ambazo naenda kuboresha afya zao na mwisho siku kulikava na kuwa vizuri zaidi. So utagundua ni soko lipo na ni kubwa zaidi. Swali litakuja tu, tunawafikiaje? Nitaenda kukuelekeza. Tunao kundi mbalimbali la uzito. Imagine watu ngapi ambao wana struggle na uzito baada ya kujifungua, au wana struggle na minyama uzembe, kitambi, wanatamani kuboresha afya, mionekano yao na kulinda afya zao. Leo hii tunazo bidhaa ambazo zinazoenda kugusa. So soko ni kubwa kupita kiasi. Wapo ambao wametumia program zetu na wamejenga, yani kupitia testimony zao tumefanikiwa kufanya mauzo makubwa zaidi, na wao wamefanikiwa kujenga biashara kubwa zaidi. Imagine leo hii ukianza biashara, ukichukua hii picha ukaposti, kuna mtu atakuuliza huyo katumia nini? Kwa sababu kuna watu wana struggle na mionekano wao. Tunazo bidhaa nzuri sana ambazo zinazoenda kuboresha na kuimarisha afya za watu. Kuna watu wanapunguza mpaka kilo 20. Imagine watu wangapi kwa nao struggle kila siku, mtu ana struggle gym miezi na miezi, anapungua kilo 1, kilo 2. So tunazo program ambazo zina uwezo wa kwenda kusaidia. Ni wewe tu ukianza biashara utachagua, na tutakaa chini tutakuelekeza ukae soko gani ambalo una uwezo sasa, uko comfortable ukajenga biashara kubwa zaidi. So nimekuonyesha bidhaa tulizo nazo ambazo ukianza biashara hizo ndio tutakazozitumia kwenda kufanya biashara na kuhakikisha maisha yanaenda. Sasa pesa tunatengenezaje? Kuna namna mbili za kutengeneza pesa katika biashara yetu. Namna ya kwanza ni kupitia mauzo. Namna pili ni kupitia kujenga timu. Tenda kukuelekeza. So kupitia mauzo, meaning kwamba ukianza biashara tutaenda kukufundisha namna gani ya kufanya mauzo ya product, namna gani ya kupata wateja, namna gani ya kuanza kufanya mauzo. So zipo package tofauti tofauti. Hapa nitakupatia mfano tu. Kwa mfano kwenye hizi bidhaa kuna hii hapa kidumu ya bidhaa Alfred Juice ambayo inaboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. So ukiuza product moja, kidumu kimoja, faida yake ni 23,200. Ukiziuza 10, meaning una almost karibia 200,000. Sasa imagine 200,000 inafanya nini katika maisha yako? Ukiziuza 20, almost una 160,000. So ukiziuza inafanya nini katika maisha yako? Utagundua kuna vitu vingi utaanza kupiga hatua. Sasa kunazo package mbalimbali. Kwa mfano kuna hii hapa bedroom pack, moja package maarufu sana. Hii hapa package. Na hii package ukiuza kwa level ya chini ya kawaida unapata faida 120,000. Tukikaa chini tukakufundisha namna gani ya kuziuza, ukaziuza almost 10, mimi kwamba una uwezo wa kutengeneza 1,200,000. Imagine 1,200,000 inafanya nini katika maisha yako ya kila siku? Utagundua inafanya kitu. Kwa hiyo una uwezo wa kuanza biashara, tukakomaa kwenye upande mzima wa mauzo na ukaanza kutengeneza vipato vizuri ambavyo vitakavyoenda kubadilisha kitu katika maisha yako. Lakini vile vile tuna soko la uzito. Package moja uzito nakupa faida almost karibia 1,800,000. Ukiziuza 10 hizi package, meaning una wastani wa 1,000,000. Ukiziuza 5 una 500,000. Kwa hiyo tutakaa chini tutakuonyesha namna gani ambavyo una uwezo wa kufanya yote haya. Lakini vile vile imagine katika takwimu ninavyoonyesha by 2035, meaning kwamba karibia nusu ya total population itakuwa overweight. So hii inakwambia nini kwa wewe ambaye unatamani kufanya biashara? Kwamba soko la uzito ni soko kubwa mno. So una uwezo wa kuanza hii biashara na ukaanza kujifunza kumaster na ukaanza kutengeneza pesa kubwa na nzuri zaidi. So utakuwa unaniuliza Mr. Kombo, sawa, nimependa biashara, nimeelewa, wateja nitawatoa wapi? Kumbuka, wateja ni watu wote ambao wanatamani kupunguza uzito, ni watu wote ambao wanapenda ngozi zao, watu wote ambao wanapenda kuishi lifestyle yenye afya njema, watu wote wenye watoto, kwa sababu zipo tuna bidhaa za watoto, watu wote wenye changamoto za kiafya, watu wote ambao wanapenda kuonekana vizuri. Kwako hao wote ni nini? Ni wateja. Kwa meaning kwamba wateja hao wote utagundua kwamba ni mtu yote anayekuzunguka, kwanzia wewe mwenyewe unahitaji hizi bidhaa, unahitaji kuwasaidia watu wengine zaidi. Sasa utakuwa unaniuliza ni kivipi unauzaje? Sawa, umeanza biashara, ni kivipi unaweza ukauza? Okay, ukianza biashara tutakaa chini, tutakufundisha, tutaanza kukaa na watu ambao unaofahamiana nao, tutaongea nao, wakipenda product watanunua. Tunazo njia za conversation ambazo tunaweza kuzitumia, na tutakuongoza, tutakuonyesha. Unajua wewe ni mgeni, tutakuonyesha namna gani tunavyofanya kazi na utaanza kuuza. Ukianza biashara kuna product launch, tutafanya launch ya biashara yako. Kampuni zozote kubwa zikiwa zina launch kitu kipya, au unafanyaga kitu kinachoitwa product launch. Kwa na wewe tutakulaunch. Kupitia launch hiyo una uwezo wa kufanikiwa kufanya mauzo, na
ikawa njia yako. Lakini vile vile tunavyo vipeperushi, tunavyo vitendea kazi, tunazo video mbalimbali ambazo unaweza kuziposti ukaziweka mitandao ya kijamii, ukaweka ambazo zinaelezea manufaa ya bidhaa tofauti tofauti, ambazo mtu akisikiliza atakwambia okay, nimeipenda hiyo, naiomba, ukafanya mauzo. Tunazo health talk, tunazo social media. Sasa hapa kwenye social media kama nilivyozungumza mwanzo, ndio hapo nilikuwa natumia, utagundua kwamba ni miongoni mwa njia, tunazo njia nyingi, lakini pia ni miongoni mwa njia muhimu kwa sasa hivi ambao una uwezo kuzitumia. Na social media ina uwezo, leo hauna haja kuhofia wateja, sijui nitawatoa wapi, sijui nitafanyaje. Hapana, tunazo social media. Social media yako una uwezo wa kupata wateja na ukajenga biashara yako ndani na nje ya Tanzania, ukafanya mauzo popote pale nje pale ulipo, na ukatengeneza kipato chako kizuri na mambo yakaenda. Na leo kabla hii session kuna mteja toka nitafuta, yuko Dodoma, akawa anahitaji package almost ya 260,000. Kalipia, simfahamu anifahamu, nimemtumia, nimetengeneza kipato changu. Hata wewe ukianza biashara, tutakuonyesha namna gani ya kutumia mitandao yako ya kijamii katika kupata wateja na ukajenga biashara yako na mambo yakaenda na ukaanza kutimiza ndoto zako. So Bill Gates anakuambia kama biashara yako unachokifanya kiko on internet, tegemea baada ya muda kuwa out of the system. Meaning kwamba teknolojia inavyozidi kuwa kwa kasi, usipojua namna gani ya kuitumia mitandao ya kijamii katika kutengenezea kipato chako, baada ya muda utastruggle sana. So leo hii hebu imagine takwimu zinavyoonyesha Tanzania tu watu wanaotumia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, tupo zaidi ya watu milioni 31. Imagine milioni 31, karibia nusu ya population. Tena hii leti ni ya zamani, before takwimu mpya. Soko lipo, au wote ni wateja ambao una uwezo kwenda kuhudumia, kujenga. Kwa hiyo huna haja ya kufia wateja utawatoa wapi wakati huo una smartphone. So tutaenda kukuonyesha na nitaenda kukushare na wewe success stories za watu wachache tu. Wapo watu wengi zaidi ambao wametransform maisha yao na wanaishi maisha ya ndoto zao kupitia mfumo mzuri wa biashara. Leo nitaenda kukuonyesha tu wachache tu. Mimi napenda sana story ya huyu my brother anaitwa Venance Munyasa. Huyu Venance alikutana safari yake ya mapambano ilianza kipindi yupo Bukoba. Kamaliza form 4, akaona isiwe tabu, akaanza kufanya bustani, kafanya bustani, kaona hichi ninachokifanya na malengo yangu nilionayo, I say stoboy. Mwanzo nimeshare watu wengi, ukiwa na vision lazima ujue na kitu sahihi ambacho kinachokupeleka kwenye vision yako. So naye akaanza kwa vision yangu nilionayo kupitia kulima tu bustani hapa siwezi nikatoboa. Akafanya maamuzi ya kutoka Bukoba kuja Dar es Salaam kupambana. Amekuja Dar es Salaam kupambana, akaanza kufanya side ya fundi. Hizi fundi welding. Kwa bahati mbaya akajikata, akauguza kidonda miezi 3. Baadaye alivyopona akaamua kwenda kufanya kazi nyingine, au watu wanaosambaza line. Imagine, kuwa na vision ni muhimu mno. Hii yote ni mchakato ya mtu anapitia kuelekea kwenye kile Mungu alichomwandalia. So siku moja akapata kazi nzuri ambayo kwake anasema kazi nzuri ilikuwa ni kuchezesha biko. Kafanya mambo mengi zaidi. So kipindi anacheza view akawa anafanya kazi, akawa anatafuta kitu gani ambacho ana uwezo wa kukifanya. Kwa bahati nzuri zaidi akakutana na hii fursa ya biashara kupitia mitandao ya kijamii. Kuna mtu akamwelekea akamwalika akasema, hebu njoo jifunze hii biashara, pengine una uwezo kufanya kitu katika maisha yako. Kama wewe ulivyopata nafasi leo kualikwa kuja kusikiza hii presentation, ndio the same na yeye akafanya. Kwa hiyo kifanya hivyo, toka pale akasema nafanya maamuzi ya kwanza hii biashara. Akaanza biashara, alivyoanza biashara na swali likaja, na uzaje? Kwa sababu yeye katika mazingira yake yote watu wanaomzunguka ni watu wa vipato vya chini. Hawezi hata kumudu hata bidhaa ya 20,000 ni changamoto. So atauzaje? Akafundishwa namna ya kutumia mitandao yake ya kijamii especially Instagram, na ikaanza kumsaidia kufanya mauzo. Kuna miezi alikuwa anauza zile package za C9, kajikita kwenye C9, anatengeneza mpaka faida milioni 1.3. Imagine kipindi hicho. Leo tunavyozungumza ni mtu ambaye hii page yake tu ya Instagram anapata wateja, hakosi faida milioni 1.5 kila mwezi kupitia tu mauzo ambayo anayafanya just kupitia page yake ya Instagram, kitu ambacho hata wewe una uwezo wa kufanya. Tukaelekezwa. Kuna kipindi ilikuwa ni mwaka juzi kama sijakosea, alifanya saving ya milioni 11. Saving guys, hebu jiulize wewe, mpaka sasa hivi una saving yoyote? Saving yako ina shilingi ngapi kupitia mauzo tu ya ile bidhaa? Kuna kipindi alienda kijijini kwao baada ya kupata msiba. Hapa ndio mamake alipokuwa anakaa. Sasa akafanya maamuzi yeye na kaka yake kwenda kujenga nyumba, wakagawana nusu kwa nusu gharama ili kumjengea nyumba mamake. Kupitia hii biashara
akaanza kufanya vitu. Imagine sasa, meaning kwamba kila kitu kinawezekana. So yeye ilikuwa ni lengo lake, wewe lengo lako ni lipi? So meaning kwamba wewe unaweza kutransform everything. Na tunavyozungumza sasa hivi yuko Phuket. Imagine katika nyakati hizi yupo Phuket, mtu ambaye ametoka katika mazingira ya kawaida, yuko ameenda Phuket kuattend one of our event kubwa ambayo imefanyikia kule Phuket Thailand. Kwa meaning kwamba mtu yoyote anaweza kawa mtu yoyote yule, once ukikutana na kitu sahihi, na leo upo sehemu sahihi. Tuna wanafunzi ambao walianza biashara kwa mazingira yao ya kawaida. Mwatumu alikutana na hii biashara kipindi hiyo anasoma, changamoto yake ilikuwa ni mtaji, lakini alivyotambulishwa hii biashara akasema okay, nitapambana, kwa sababu ametokea katika mazingira ya kawaida sana sana sana. Akapambana, na lengo lake la kwanza ilikuwa ni awe independent yeye mwenyewe, aanze kujilipia ada, maana ilikuwa ni changamoto, ada wazazi wanalipa, inabidi wasitishe ujenzi. Lakini alivyoanza biashara kupitia mauzo, akaanza kutengeneza vipato ambavyo vikaanza kumsaidia kulipa ada, kujitegemea. Mwisho siku akaanza kuwasaidia wazazi wake kukamilisha ujenzi ambao ulikuwa umekwama, na mwisho siku kuna miezi alifanya saving ndani ya miezi 7 milioni 10. Imagine, ni vijana wadogo. Wewe share vitu vyote hivi ni kukuonyesha possibility na imagine sasa, watu wote hao wanatumia asilimia kubwa mitandao ya kijamii. Amefanya mambo mengi zaidi kupitia hii biashara. Ameweza kununua simu yake just saving ya miezi 3 tu. Kwa hiyo hii ina maana gani? Malengo yako aidha kwa madogo au kwa makubwa una uwezo kutransform. Wapo watu mbalimbali ambao wanafanya biashara kwa muda wa ziada. Nimeshare story ya Teddy. Alianza biashara, changamoto yake kubwa ilikuwa ni saving. Kafanya saving mwaka wake wa kwanza, mwaka wake wa pili, wa tatu kanua gari, na leo hii anafanya biashara kwa muda wake wa ziada, anaendelea kutengeneza kipato na hajaacha kazi yake, lakini maisha yanaenda na vitu vingine vinaenda. Kwa hata wewe una uwezo wa kuendelea kufanya biashara na vitu vikabadilika. Sasa nimeelezea kipato cha kwanza, namna ambavyo unaweza kutengeneza kipato na ukaendelea kufanya mambo mengi zaidi kulingana na malengo yako, just kupitia kipato cha mauzo tu, kupitia hizi product. Na unavyozungumza, kuna kipato kingine ambacho unaweza kukitengeneza kupitia hii biashara, nacho kupitia kujenga timu. So ukianza biashara, kampuni inakupa nafasi na wewe kwamba sawa, umeanza biashara, kampuni inazalisha container na wewe au sisi pekee yetu hatuwezi kumaliza container product ambazo zinazozalishwa na kampuni. So kampuni inakupatia na wewe nafasi kwamba una uwezo wa kuanza kushare na watu wengine kuhusiana na hii fursa ya biashara, na hao wakaja wakaanza kusambaza hizi bidhaa, wakati hiyo wanatengeneza vipato vyao na wanatimiza malengo yao. Kupitia hivyo na wewe utaendelea kujenga kibiashara kubwa zaidi. Kivipi? Leo hii ukiamua umeanza biashara, ukaanza kutengeneza vipato, ukaanza kushare na watu wengine. Kuna mtu atakwambia okay, na mimi natamani nifanye hiyo biashara. Akianza biashara, kampuni na kulipa asante kwa kumleta distributor mpya, wastani wa 345,000 mpaka 395,000 kama asante kwa kumleta distributor mpya. Baada ya hapo itakuwa na kulipa kila percentage anachokifanya yeye na kizazi chake. Imagine kwa ukubwa. Hapa ndio tunapokuja kuona ukubwa wa biashara ya mtandao. Mimi nataka nikutolee mfano mmoja tu. Kila mmoja hapa najua anatumia mtandao fulani wa simu. Mimi nataka nikutolee mfano mmoja ili tuelewane zaidi. Leo hii wewe pengine unatumia kampuni fulani, sitoitaja, pengine kampuni fulani ya mtandao huu wa simu. Hiyo kampuni unayotumia ya mtandao wa simu, then wewe mwenyewe unajua kwa nini unatumia hii au tumii hii hapa. So hiyo kampuni ikakupigia simu kwamba Mr. au Mrs. tumeona umekuwa mteja wetu mzuri zaidi na umekuwa ukienjoy huduma zetu, so tunakupatia nafasi, share umuhimu na faida unazozipata kutumia line yetu au mtandao wetu kwa watu wengine. Mtu akisema okay, naye anatumia hiyo huduma kama unavyotumia, anavyonunua tu line inakulipa 345,000 mpaka 395,000. Then amenunua line, anavyoendelea naye kutumia, anajiunga vocha, miamala, kuna kila percentage ambayo inayopatikana hapo inakuja kwako. Utafanya hivyo kwa watu wangapi? Utachangamka kiasi gani? Na huyu anayeanza naye anapewa the same opportunity hivyo hivyo. Kwa hiyo yeye anaendelea kuenjoy huduma, anaendelea kufurahia huduma, lakini kuna watu wengine hivyo na kipato kinatengenezwa. Kwa the same concept hiyo kwamba ukianza hii biashara kuna chance kubwa ambayo unapewa na kampuni ambavyo una uwezo wa kuexpand biashara yako. Kuna kitu kinachoitwa namna gani ya kutengeneza leverage, kipato
na namna gani ya kutengeneza kipato ambacho hakikutegemei. Unafanyaje? Ili uite mfanyabiashara mkubwa lazima uajiri watu zaidi ya 100 au zaidi ya watu 500. Leo hii kupitia hii biashara una uwezo wa kufanya kazi na watu zaidi ya 500 wakawa ni wa timu, hauajiri, hauwalipi, lakini kampuni ndio kawa inawalipa na kila mmoja akawa anapata percentage kulingana na kazi na inavyofanyika. So ukiangalia katika huo ukubwa utagundua kwamba leo hii ukijipa nafasi ya kufocus ukajenga biashara yako kwa miaka 3 mpaka 5, una uwezo wa kujenga biashara ambao ikaanza kukulipa kwa kiasi kikubwa zaidi. Na ndio maana ukianza kufanya hivyo, ukaanza kujenga, kuna level tofauti tofauti utaanza kupanda. Level ya kwanza inaitwa sales supervisor, ambao unakuwa na uwezo wa kutengeneza wastani wa 700,000 mpaka milioni 1 kwa mwezi. Wapo watu wengi zaidi ambao wanatengeneza hicho kipato. Utaanza kuwasaidia watu wengine, ukiwasaidia watu 3 mpaka 4, unapanda level inaitwa supervisor, ambao unakuwa na uwezo wa kutengeneza kipato wastani wa 800,000 mpaka 1,500,000. The moment tunavyoendelea kuwasaidia watu wengine ini nje na faida unazozitengeneza kila mwezi, unafika level assistant manager, then level manager. Level manager unakuwa na uwezo wa kutengeneza milioni 3 plus managers kuendelea kulingana na ukubwa wa biashara yako unavyoifanya. Sasa imagine leo hii ukitoka hapa, mtu aliyokualika mwambie, I say naomba uniwekee plani, naomba plani ya kufika level manager, kwa sababu level manager ndio true transformation ambapo inapoenda kuanzia, kwa sababu hichi kipato nje na faida kina uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi na ukaenda kupiga hatua. Na si level ishi hapo, kuna level mbalimbali ambao kadri unavyozidi kuwasaidia watu wengine ndo kipato kikubwa kinapokuwa kikubwa zaidi. Wapo ambao wanatengeneza vipato vikubwa zaidi. So ukianza biashara, muambie mtu aliyokualika namna gani naweza nikafika level manager. Na ukishafika level manager, kunazo incentive na vitu vinafunguka. Kuna incentive ambayo inaitwa Forever to Drive. On top of vipato unavyotengeneza kila mwezi, faida bonus unazotengeneza kila mwezi, unaongezewa wastani wa dola 400, 600 hadi 800 ndani ya miaka 3. Unaona unalipwa kila mwezi kulingana na kazi nzuri ambao ambao unakuwa umefikia. Kuna watu ambao wamebadilisha maisha yao kupitia mfumo mzima wa biashara. Mimi kipindi nakutana na hii page, navyoelekezwa hii biashara, ilinipa hofu sana. Pengine sasa hivi upo katika mazingira unaona inawezekanaje? Yes, inawezekana. Unachotokea ni kuondoa hofu. Hizi gari zote za juu ni brand new 0 km. Kuna watu wametransform maisha yao, kuna watu wanatimiza ndoto zao, wamefanya vitu vikubwa kupitia mfumo mzima wa biashara, vipato nao vitengeneza kupitia mfumo mzima wa biashara. So kinachomata zaidi ni wewe. Kunao vijana ambao wamefanikiwa kuanza biashara katika mazingira ya kawaida sana sana ya chini, lakini leo hii wametransform maisha yao, leo hii wanaishi maisha ya ndoto yao. Kuna vijana mbalimbali. Hizo zote ni gari ambazo watu wameanza katika mazingira ya kawaida, then wakafanikiwa kujenga biashara zao na wakaweza kutimiza malengo yao. Kwa meaning kwamba hata wewe una uwezo wa kufanikisha na kufika hizo hatua. So tunazo pengine wewe ni mpenzi wa ujenzi, unatamani kumiliki makazi yako mazuri zaidi, unatamani kufanya investment kwenye ardhi. Kuna watu ambao kupitia mfumo mzima wa biashara wameweza kusomesha watu wao sehemu nzuri, wameweza kujenga nyumba nzuri zaidi. Hii nyumba iko Arusha na wamejenga kila sendi kupitia mfumo mzima wa biashara. So wewe malengo yako ni yapi kupitia hii biashara? Tunaye Brandina ambaye amenunua apartment pale Morocco Square hapa. Imagine tu kukabidhiwa hapa, ilikuwa ni Watanzania wachache ambao walikuwa wamekamilisha wamekamilisha manunuzi hapo, na yeye ni miongoni mwao. Amenunua, ni pesa ndefu sana, lakini ameweza kufanya uwekezaji mkubwa just vipato anavyovipata kupitia hii biashara. Kwa hata wewe, haijalishi malengo yako, viongozi wetu wakubwa ambao umefanikiwa kuwasaidia watu wengi zaidi, na wewe ukianza biashara utapata chance, nafasi ya kupewa support na hawa viongozi, watu ambao wana experience kubwa kwa muda mrefu zaidi. Wameweza kuishi maisha ya ndoto zao na wameweza kutimiza vitu vikubwa zaidi kupitia mfumo mzima wa biashara. Walinunua hii nyumba, wamenunua hii gari 0 km na mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo haijalishi wewe upo katika situation gani, malengo yako yapoje. So on top of vipato ambavyo una uwezo kuona vitengeneza kupitia mfumo mzima wa biashara, on top of hapo utapata nafasi ya kupata wanakwambia ice on the cake, kwamba kuna na safari. Why safari? Kwa sababu zitaenda kukupa exposure. Unajua sometimes usiposafiri exposure inaweza kuwa ni ndogo. Kuna vitu, kuna lugha fulani ambayo kwako inakuwa haipiti. Unapopata nafasi ya kusafiri, kuconnect, kukutana na watu waliofanikiwa, ndio unapata nafasi ya kupata exposure zaidi na kujiquestion na kujiuliza why
mpaka sasa hivi upo hapa, na why ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvifanye zaidi. So kwenye kampuni kuna safari kubwa mbili ambazo ukiqualify unalipiwa na unapewa tiketi mbili zako wewe na mtu yoyote ambao unaweza kumchagua. So tunazo safari kubwa na tunazo safari za hapa. Imagine hii safari ni juzi tu imefanyika Paris. Kuna watu wa Tanzania ambao wameenda Paris. Imagine hao watu wote, mimi nataka uangalie hiyo video. Hao watu wote wanafanya hii biashara, hao watu wote unaoangalia hapo. Kwa hiyo hii biashara sio, hao watu wote sio wajinga. Imagine hii ni event kubwa ambayo ilifanyika huko Paris, imewakutanisha wafanyabiashara ambao wanafanya hii biashara zaidi ya nchi 167 duniani kwenda kujifunza, kusherekea watu waliofanikiwa na kupata recognition na mambo ambayo huwa yanafanyika hapo. Sasa hii inakwambia nini? Hii inakwambia kwamba leo hii upo sehemu sahihi. Ukianza hii biashara, mbali na vipato tu, utapata kuconnect, utapata kuwa kwenye community ya watu ambao wana vision kubwa, watu ambao wanamaanisha kupambana katika maisha. Kwa hiyo hivi vitu vitakuwa vinakupa chachu na nafasi ya wewe pia kupambana zaidi. Zipo kulingana na muda, stop price, zipo trip mbalimbali ambao huwa tunazifanya za hapa Tanzania kila mwezi, kila baada ya muda fulani. Kwa hiyo upo katika mazingira ambayo sio tu unapata nafasi ya kutengeneza kipato, lakini utaenjoy, utafurahi na utakuwa na familia ambayo hakika inakukumbusha kuelekea katika safari yako na malengo makubwa. Na uzuri zaidi kwenye kampuni, mwisho wa mwaka, mbali na vipato vyote ambavyo utakavyoenda kuvitengeneza, mwisho wa mwaka kuna chairman bonus, kuna gawio la faida ambayo wastani wa $3,000 mpaka $1,500. Ukiqualify una uwezo wa kupata wastani wa $3,000 mpaka $1,500. So why usianze biashara leo ukajipa nafasi ya muda kwamba napambana nihakikishe nafikia huku, nafikia kwenye hizi level. Kwa meaning kwamba kila kitu kinawezekana. Wapo wa Tanzania ambao wameziachieve, wapo ambao wamepata na wametransform maisha yao. So kitu gani ambacho sisi tunakuahidi? Sisi tunakuahidi ni support. Support tutaipata katika ngazi ya kitaifa, ngazi ya kimkoa, ngazi ya kimataifa. Kuna support structure. Ukianza biashara, vipo vitendea kazi, zipo system ambazo tutakuongoza na kuhakikisha safari yako unaifikia. Pengine nimeongea mambo mengi zaidi, utakuwa unajiuliza hivi vitu vyote nilivyozungumza, je, vinawezekana kwako? Yes, vinawezekana kama tu leo hii ukifanya maamuzi sahihi, kama tu leo hii ukisema okay, naanza hii biashara na nitakubali kujifunza, nitakubali kufanya kazi, nitakubali kuwa mvumilivu, nitakubali kujipa nafasi ya kupambana na kufanya kazi, kwako pia inafanyaje? Inawezekana. So mimi nimalizie kwa kukupatia story yangu kwa ufupi zaidi. Why na kupata ujasiri wa kushare hii fursa na kuamini kwamba hata wewe kwako maisha yanaweza kubadilika kupitia hii biashara. Yes, kwa sababu mimi mwenyewe safari yangu ya mapambano ilianza 2017. Ilianza nilipoingia chuo, nilikuwa na hofu maisha yangu yatawezekanaje, yatakuwaje baada ya kumaliza chuo. Maisha yangu, what if nikipata kazi lakini mishahara ikawa midogo? What if nikisipopata kazi, vipi kuhusiana na maisha yangu? So kipindi napambana 2019 ndio nifanikiwa kukutana na hii biashara. Mara kwanza nilikutana na biashara zingine, sikuamini. Mara pili 2019, lakini wakati huu nikasema okay, hebu ngoja nikubali kusikiliza. Na ndio maana nakupongeza wewe kufika hatua hii. Nilivyokubali kusikiliza nikasema okay, hebu ngoja nifanye maamuzi ya kwanza. Nikaanza 2019 mwezi wa 12, nikaanza kwa muda wangu wa ziada, nikaanza kufundishwa namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii. Kwa mwezi nikaanza kutengeneza baada ya miezi mitatu nikawa na uwezo wa kutengeneza wastani wa $100,000, $200,000, $300,000 kwa mwezi. Baadaye nikaanza kufika mpaka $600,000. Maisha yakaanza kubadilika, nikaanza kupiga hatua ndogo ndogo tu. Kipindi hicho niko chuo kikuu cha Dar es Salaam, nafanya biashara kwa muda wangu wa ziada. Nikaanza kutimiza malengo kidogo kidogo, sijui nikanua kitchen cabinet, nikanua TV, nikanua showcase, mambo madogo madogo ambayo kiukweli mwanzoni yalishindikana kwa sababu kipato hakuna. Sasa hivi kipato kimebadilika, nikaanza kutimiza malengo madogo madogo. Baadaye nikamaliza chuo. Baada ya kumaliza chuo nikaanza kufanya hii biashara sasa full time, na hii ikaniwezesha kuanza kutengeneza vipato vizuri zaidi. Nikanua pikipiki 2 ndani ya wiki moja, na hii ikanipa imani kwamba kutoa zaidi ya $3,500,000 ndani ya wiki moja. Nikasema okay, kila kitu kinawezekana. Nikajiwekea lengo, na nashukuru Mungu, nikiwa na miaka miwili tu kwenye hii biashara, nikiwa na miaka 24, nikaweza kutimiza lengo la kununua hii gari hii hapa, ambayo mpaka leo naitembelea, na zaidi ya almost ya miaka ninunua 2021, leo na zaidi ya miaka almost 4 naendesha hii gari. Kwa hiyo
kila kitu kinawezekana. Nikiwa kijana mdogo, unaona. Kwa hiyo na share na hii sio kuonyesha kwamba mimi ninaoma kiasi gani, hapana hapana. Ni kukuonyesha kwamba possibility, mtu ambaye alianza hii biashara kuwa tu na uhakika wa kulipa kodi, kuwa na uhakika wa kulipa ada, kuwa na uhakika wa maisha baada ya kumaliza chuo. Leo hii maisha yamebadilika. Kwa hata wewe, kila mmoja na priority yake. Malengo yako tutafanyia kazi na mambo yatakuwepo. Kinachomata zaidi, wewe lengo lako ni lipi? Hilo ndo tutakaoenda kulifanyia kazi, na hilo ndo litakalokuwa na nguvu zaidi kwako. Leo nafanya uwekezaji kwenye upande wa ardhi na mambo mengine yanaendeka, na nashukuru Mungu sana 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 kwa hii opportunity, kwa sababu nakumbuka last year nimefanya uwekezaji zaidi ya bilioni 25 kwenye ardhi tu, kipato ambacho nacho kitengeneza kupitia mfumo mzima wa biashara. So meaning kwamba wewe, haijalishi malengo yako yapoje, una uwezo wa kuanza hii biashara. Pengine sasa hivi unaanza katika hali ya changamoto, lakini kuna siku utaanza kutimiza ndoto na malengo yako. Kwa hiyo pengine unaanza katika malengo yako, well, super, tuanze kufanyia kazi malengo yako. Kupitia hii biashara nimeweza kusafiri sehemu tofauti tofauti, na nitaendelea kusafiri sehemu tofauti tofauti. Nimeenda sehemu tofauti tofauti, Nairobi, Nairobi, Rwanda, na imagine hapa hii ndege tukua zaidi ya watu 50. Kwa meaning kwamba leo hii unaanza biashara katika watu sahihi. Leo hii una uwezo wa kutransform kila kitu kupitia hii biashara. Leo hii nimepata exposure, na hapa tunajiandaa na triple kubwa na nyingine zinazokuja zaidi. Kwa hiyo kinachomata zaidi sio sisi tumepata wapi, hapana. Kinachomata zaidi ni kwamba leo hii unaanza biashara katika association sahihi. Hakuna kitu kikubwa zaidi, wanakwambia watu wanaokuzunguka wanamata sana kwenye safari yako ya maisha. Lakini mimi ninachokuambia leo hii, moja ya advantage kubwa ambayo utakaoipata ni kwamba utazungukwa na watu ambao ni sahihi katika malengo yako, watu ambao watakupushi, watu ambao watakupa hope ya kuhakikisha unafika kule unapopahitaji zaidi. Hata kama malengo yako ni makubwa kiasi gani, kuna viongozi wakubwa ambao wamefanikiwa, watakushika mkono, watakuongoza. So hautakuwa peke yako. Ndio maana tunakwambia karibu kwenye familia. Kwa leo hii ambacho unachotakiwa kukifanya ni nini? Yes, umependa biashara, malengo yako ndio atakayokupima ile msukumo ndani huo. Kama malengo yako ni nyumba, kama malengo yako ni kuondoa changamoto, malengo whatever, anza biashara leo. Na hatua gani ambayo unaweza kufanya? Tutafanya registration free kabisa. Registration, baada ya kufanya registration tutapurchase mtaji kulingana na kiasi ulichonacho. Furu mtaji ni 106,20,000. Kuna mtaji wa discount ambao nitakushauri kama kuna huo uwezekano, na uwezo kuanza kwa mtaji wa 1,200,000 ambao huu unakusaidia kukupa nafasi ya kupata discount, lakini vile vile kuanza kutengeneza faida kubwa na kuanza kujenga biashara yako kwa kasi zaidi. Wateja wako mwanzo wanakusaidia kurudisha hela yako na kurudisha mtaji wako na kutengeneza faida. Kwa hiyo inakuwa ni super zaidi. Lakini vile vile hata kama ni changamoto, na uwezo kuanza mtaji mpaka wa kianafunzi nusu ni 800,000, minimum 4,500,000. Kwa hiyo hauna sababu ya kusema kwamba sina mtaji. No. Pambana, maisha ni ya kwako wewe mwenyewe. So wenyewe tunakutana na biashara kidogo, changamoto kwa ni mtaji, lakini tuliamua kupambana. Zozote mtaji haufanyi biashara. Kinachofanya biashara ni wewe mwenyewe, maamuzi yako wewe mwenyewe. Kwanza ukiamua, ukiwa na ile msukumo wa ndani, njia itapatikana, pesa itapatikana, utaanza. Na uzuri, hela unaoitoa inaenda moja kwa moja kununua product ambazo kama mtaji wako, ambazo zikuzike hela yako narudi faida ya juu, na tutaendelea kujenga na kufanya biashara. So baada hapo tutaanza kufanya planning ya namna gani ya kwenda kwenye mwongozo, mimi kufika level manager, namna gani ya kuanza kuattend training, namna gani ya kuanza kujenga biashara yako. Na baada hapo tutaingia kwenye kazi itafanyika. Namna gani ya kuanza kuuza, namna gani ya kuanza kuexpand biashara yako kwa kubwa zaidi. So nimezungumza yote haya ili kukuonyesha namna gani ambavyo na wewe unaweza kuanzia. Najua kwenye safari yoyote ile ambayo inahusisha malengo na kukutoa sehemu moja kutoka sehemu nyingine, changamoto hazikosi. Sometimes changamoto ni wewe mwenyewe, hofu, jamii inaokuzunguka, bado wasiwasi ni kubwa. Changamoto, unaweza kutoka hapo, kuna mtu akakwambia au ni matapeli, au mtu akakuatisha tamaa. Kinachomata zaidi katika safari yoyote ya mafanikio ni wewe mwenyewe kufanya maamuzi. Ukishafanya maamuzi, utashinda jamii yako, utashinda watu wanaokuzunguka, utashinda uoga, haijalishi utakutana changamoto gani, lakini utasimama imara kuhakikisha unafika kule unapopahitaji. Leo hii umesikiza hii presentation, umependa, umeona picha kubwa, so unachotakiwa ni wewe kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu upo na watu sahihi.
Na watu sahihi zote kwenye maisha, kuna watu waliofanikiwa na watu waliofeli. Ukiamua kuwasikiliza watu waliofeli, na wewe mwisho wa siku utakuwa mtu waliofeli, lakini ukiamua kuwasikiliza watu waliopiga hatua kwenye maisha, watu waliofanikiwa, na wewe siku moja utafanikiwa. So mimi nikukaribisha sana 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 kusoma kitabu kimoja kinaitwa Think and Grow Rich. Anakuambia siku zote unahitaji kuwa na burning desire, na burning desire yako inatakiwa iwe kubwa kuliko hata changamoto unazozipitia, kuliko hata woga. Leo hii umekutana na biashara hii, presentation moja haitoshi kujibu maswali yako yote. Lakini inapanda mbegu ya kukupa maamuzi kwamba leo una uwezo wa kuanza biashara, na tukaanza kujenga biashara. So unahitaji kuwa na strong burning desire. So mimi, huu ni mwisho wa presentation yangu. Muda mzuri wa kuanza biashara ilikuwa ni jana, na wakati mwingine muda mwingine ni leo. So anza leo biashara. Baada ya presentation, mwambie mtu aliyokualika, mwambie nipo tayari kuanza biashara. Muulize maswali yako yote ulionayo, atajibu maswali yako, na baada hapo usign up form, tuanze biashara, tukutane kwenye kazi. Na huu ni mwisho wa presentation yangu, na see you at the top. Karibuni sana, na see you at the top.